This weekend was nice jamani. Tuna trip moja ya Lushoto. Na tukasema kabla ya kuondoka tuanze na maombi kidogo. Kama unavyoona mama mkwe alikuwa anatuombea, lakini ukiacha hivyo alikuwa anaaga wajukuu zake kama ambavyo unaendelea kumuona Nono anadeka. Huyu bibi na Nono huwezi kumwambia kitu. Lakini mimi pia nikawa nawaaga watoto. Hapo nilikuwa na mkisi kuki wangu. Zara ndo huyo yuko kwa mama yake Aunti Mwana. Naye tukawa tunamuaga, hanaga shida. Nono ndo usiseme. Anataka abebwe na wakati ni kibonge ataniua huyu naye. Ilikuwa ni siku nzuri, lakini nikiondokaga nyumbani nasikia vibaya kuacha watoto wangu. So nikawa na kumbatia hapo na waaga. Tukaondoka zetu, tukaanza safari. Ni safari ndefu, lakini kwangu niliona fupi kwa sababu nimeshazoea kwenda Lushoto, Bumbuli mara nyingi. So hapo tulikuwa tunampeleka mama kwanza Bumbuli, then ndo turudi Lushoto. Na hapo ndo tukawa tunaingia nyumbani. Tulifika usiku sana, almost saa 9 usiku. Basi tukaingia. Huyu bwana anaendelea kushuti, nikamwambia twende tukalale. Anapenda kushuti muda wote. Kukakucha asubuhi kama unavyoona, huwa anapenda sana haya mazingira. Nikiona hivi nasikia raha. Nikaamka zangu, nikasema sijui nikapike chai. Mama mkwe wangu akanikataza. Unajua huyu mama ananipendaga sana, kwa hiyo nimekaa zangu hapo, akaniita mayai tayari, nikaanza kumenya hapo. Nikampa baba Nono chai, tukawa tunakunywa. By the way aliniandalia mama mkwe wangu. Thank you so much mama. Hapo baba Nono naye akaendelea na vitu vyake. Mimi nilikuwa napiga story na boyfriend wangu mmoja hivi, tunamuita baba mkubwa. Yaani huyo ni kaka yake baba Nono, lakini ananipenda vibaya mno. So hapo tunaongea. Tukamaliza, tukaanza safari ya kurudi sasa Lushoto. Baba Nono kama unavyomjua hawezi kupita kwa Ali bila kumuona. Tukashuka, tukaenda kumuona Ali kama ambavyo unaona. Kelele za Ali nadhani mnazijua. Shughuli ikaanzia hapo kama unavyoona. Kuingia zetu wenyewe wakaendelea kushangiliana, wakawa wanapiga story. Alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa. Sasa hivi vizuri Umekaa sawa. Pole rafiki yangu. Mguu unauma Fundi alikuja kule. Fundi alikuja kupima, si alikuja siku ile. Amekuja anasubiri mawe analeta. Basi wakaendelea kuongea hapo. Baada ya muda tukaaga. Mimi ndo nilikuwa kama nina kiherehere, maana tulikuwa kuna sehemu tunawahi. Kwa nikamwambia baba Nono, hebu tufanye vitu haraka. Kwa hapo tukawa tunamwaga Ali anaumwa na mifupa. Kiukweli anasikitisha kweli, lakini soon atakuwa sawa. Unamjua baba Nono ana project yake hiyo ya kumjengea nyumba, kae nyumba nzuri yenye sakafu. So nahisi hiyo mifupa itaacha kidogo ikiwa inakaa sehemu nzuri ambapo hamna hayo makorongo. Basi akawa anaongea naye, anamwambia maendeleo ya hiyo nyumba yao wanaoendelea nayo. Tukaagana naye. Mimi nikaanza kumuuliza maswali hali, lakini baadaye nikamwambia baba Nono, hebu twende. Kama unavyoona hapo. Yaani yeye anang'ania kuongea naye, mimi nataka nimwambie, nampa ishara ya kwamba tuondoke kwa sababu hamalizagi na hali wake. Basi akatoa sadaka yake mwenyewe, maana hawezi kuacha kufanya hivyo. Yeye na Ali na yeye. Akawa anatoa sadaka zake. Mimi namwangalia hapo. Kiukweli nasikia raha sana kupata mwanaume ambaye anakuwa na imani na hofu ya Mungu, kupenda watu wa aina hii. Kiukweli ni faraja kubwa sana. Basi tukamaliza, tukaanza kuondoka zetu. Huyu ni babake Ali. Tukamwaga hapo, tukaondoka. Kabla ya kuondoka, huku nyuma Ali akamuita tena baba Nono. Huwezi kuamini. Yaani baba Nono akarudi tena kwenda kuongea naye. Sijui hata alikuwa anataka kumwambia nini. Manono. Anasema nitafutie mke kama huyo wako wako. Basi kumbe alimuita, akawa anamwambia nitafutie mke kama wako. Wakaanza kuongea na Kisambaa hapo, awe hivyo kama wako, mnene sijui nini. Wasambaa watakuwa wameelewa hapo. Tukaanza safari ya kurudi zetu Lushoto. Na hapa ni sehemu ambayo nikipita huwa nasikia raha sana. Ni pazuri, hali ya hewa nzuri, huwa napapenda kiukweli. Nikawa na shuti hapo. Na hii sehemu huwa naendaga kula mbuzi, iko Lushoto pale sokoni.
Nikaenda zangu. Banona anambia unataka nini? Nikaambia nataka mbuzi. Twende kwanza kwenye hizo misitu. Nikaambia hapana. Kwa tukafika hapo nikachukua vimbuzi vyangu 2-3. Nikawa nimefurahi. Yani baada ya hapo nikasema sasa safari inaweza ikaendelea. Lakini kabla hapo nilionja kidogo kiukweli. Nyama yao huwa ni nzuri sana sana. Mimi naipenda ya hapo. Na baba Nono naye anapenda sehemu nyingine, kwa hiyo si kwanza tukasema tuchukue hapa alafu tutampeleka na yeye. Kwa hiyo tukachukua mbuzi yetu, tukaenda, hapa parefu. Haya jamani, kama mnavyoona mapaja ya mbuzi, mishikaki, minini, ni sehemu moja maarufu sana, ina vitu vizuri. Kama unavyoona vitu vimeiva vizuri, vinavutia. Sehemu kama hizi kula mbuzi kama hii ndio raha, na mbuzi yake unakuta ni mpya zinazochinjwa kila siku. Lushoto raha sana. Ukiacha hali ya hewa, kitu kingine kinachonivutia ni kula vitu fresh. Hapo kuna anko wetu alikuwa anajaribu kutuelezea kuhusu mazingira. Huku na sisi tukiwa na haba letu. Akawa anatuelezea kwamba hapa ni wapi, hapa ni wapi. Huku akiendelea kutupeleka hiyo sehemu ambayo tulikuwa tunaenda kuona. By the way, hii safari nzima jamani ni ya kuandaa project fulani ambayo inakujia soon. Utakuja kuiona hapa kwenye vipindi vyetu vya Maisha na Murua. Lakini hii ni hoteli ambayo tulienda, inaitwa Mula Hotel. Tulipita tu kwenda kuiona mazingira yake. Ni hoteli nzuri sana, iko Lushoto na yenyewe. Tukasema tuingie ndani tuiangalie. Kiukweli ina vitu vizuri ambavyo vimejengwa miaka mingi, lakini mpaka leo bado ni vizuri. Yani you can see Lushoto jamani. Lushoto ni patamu sana. Hiyo ni sehemu yao moja ambayo pia nilipenda sana. Iko Afrika lakini pazuri. Hapo nilikuwa napiga picha na mume wangu. Tukawa tunaendelea kufanya mahaba yetu wenyewe huku tukiwa tumechelewa kwenda hizo sehemu, lakini bado tunaendelea na mahaba. Basi tukaondoka tukafika bwana ilo eneo. Sijui mnaelewa ili eneo. Yani unaona hivyo iangalie hiyo miti vizuri. Yani ukiwa huku nje ni kawaida. Ukiingia katikati ya hiyo miti ni baridi vibaya mno. More than yani baridi ile ya Lushoto unaojua wewe. Basi tukapenda hiyo sehemu, tukawa tunaiangalia, tunajirekodi kidogo huku tukishauriana mawili matatu kwamba tunafanyaje, ni hapa au tuende sehemu nyingine. Na kweli tukashauriana, lakini tukasema hapana, acha tukaangalia na sehemu nyingine 2-3 ili hata tukipata kutoa maamuzi unajua unatoa maamuzi gani. Stay tuned, endelea kukaa na mimi katika kipindi chetu cha Maisha na Murua, uendelee kuona vitu vizuri. Hiyo ni sehemu nyingine ya pili, sijui ya 3 tulienda, lakini pia mimi sikuipenda. Mimi nilipenda ile miti ilivyo pale, ndio inaleta uhalisia haswa wa kitu ambacho tunataka kukifanya. Basi tulikuwa tuko hoi, tukarudi hoteli ili tuende tukapumzike kidogo. Kama kuendelea tunaweza tukaendelea tena kesho. Nikarudi hapo tukaingia, nikasema hapana, acha nikapumzike, nianze sasa na kazi nyingine za Murua. Basi nikaingia kwenye laptop, nikawa nafanya kazi zangu 2-3, na baada ya hapo nikamwambia mume wangu now I'm tired. Tukaingia, tukaenda kuoga, tukamaliza, tukalala. Good night.